أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu Islam, leo tunaendelea tena na kipindi chetu cha talaka katika Uislamu, ikiwa hii ni sehemu ya 15 katika mlolongo wa vipindi vyetu. Tuliishia katika sehemu iliyoisha kuizungumzia talaka ambayo anao uwezo wa mwanamke kuiomba talaka hii kupitia kwa kadhi, kutokana na magomvi ambayo yapo baina ya mke na mume. Tukazungumzia ya kwamba mwanamke au mwanamume pindi wanapofikishana mahakamani kwa kadhi wadhifa wake anatakiwa ateue wasuluhishi wawili, msuluhishi kutoka kwa upande wa kuumeni na msuluhishi kutoka upande wa kukeni, wakiwa wote wana vigezo vile ambavyo tumevitaja katika vigezo vya kuwa mtu anafaa kuwa msuluhishi. Na tukafikia pindi endapo wasuluhishi hawa wakafikia maamuzi, ikiwa ni maamuzi ya kuweza kuisuluhisha ndoa au ni maamuzi ya kuweza kuiachanisha ndoa, wanatakiwa waamuzi hawa mbele ya kadhi anazo nafasi mbili. Tukasema tuchukue wadhifatul qadhi idha qama alhakamani bitafriqi baina az-zawjayn. Majukumu ya kadhi pindi endapo hawa mahakimu wawili watawaachanisha wanandoa hawa wawili kutokana na taratibu walizozifuata na nafasi waliopewa na Uislamu mahakimu hawa wawili. Lipi jukumu la kadhi? Pindi endapo wakawa mahakimu hawa wawili min qibali zawjaini, ni kutoka kwa hawa wanandoa wawili wenyewe, mahakimu hawa wawili wakafikia hatua ya kuwaachanisha wanandoa hawa wawili, fala nahtaju hinaha biqada'i alqadhi. Kwa wakati huu hatuwezi tukahitaji hukumu ya kadhi, kwa maana lau kama hawa wanandoa watakuwa wao ndio wamewateua wale mahakimu wawili wanawawakilisha hawa mahakimu wanawakilisha hawa wanandoa, na hawa mahakimu wakafikia hatua ya kuwaachanisha hawa wanandoa, hapa hatutahitaji hukumu ya kadhi juu ya kuwatenganisha hawa wanandoa. Na kwa wakati huu taka'u talaq bihukmihima mubasharatan, talaka itatuka na talaka itasihi kwa hukumu ya hawa mahakimu wawili au wasuluhishi wawili moja kwa moja, bila kupitia kwa kadhi tena kwa mara nyingine. Ama watakapokuwa wenyewe hawa mahakimu wanamuwakilisha kadhi katika kusuluhisha ndoa hii au kuachanisha ndoa hii, yajibu alaihima an yarfa'a hukmahuma ila alqadhi, ni wajibu kwa wao mahakimu hawa wawili waipeleke hukumu yao walioifikia, maamuzi yao walioyafikia kwa kadhi. Kwa maana wao ni majukumu ambayo waliobebeshwa majukumu haya wakafikia hatua ya kusema kwamba ndoa hii sisi tumeamua tuivunje. Wakishaamua kuivunja mahakimu hawa wawili ndoa hii, ni wajibu waichukue hukumu ile walioipeleka, maamuzi yale walioyachukua wayapeleke kwa kadhi, ikiwa wao wanamwakilisha kadhi, na ili kadhi aweze kuyapitisha maamuzi haya. Lakini katika wakati huo huo, la khiyara lilqadhi, kadhi atakuwa hana chaguo, kadhi atakuwa hana khiyari fi tanfidhi hukmahuma au hukmihima, katika kupitisha maamuzi na hukumu walioitoa hawa mahakimu wawili. Kwa maana waamuzi hawa wawili na wasuluhishi hawa wawili wakishatoa maamuzi ya kuwatenganisha wanandoa hawa wawili,
wajibu wao wapeleke maamuzi yao kwa kadhi, na kadhi atayapitisha maamuzi yale bila ya khiari, kwa maana hatakuwa na khiari tena, kwa maana kadhi huyu atakuwa analazimishwa na sheria juu ya kuwapitisha maamuzi ambayo yamefikiwa na wale waamuzi wawili. Wa in khalafa hukmuhuma ijtihad alqadhi, hata kama maamuzi ya mahakimu hawa wawili yatapinzana, yatakuwa yanapingana, yanaenda kinyume na ijtihadi za kadhi. Kwa maana kadhi lau atakuwa anaona kwa mfumo ambao nyinyi mmeufuata, mimi nimeona hukumu yangu iwe hivi. Sasa hukumu ya kadhi au ijtihadi ya kadhi ikawa inapingana na maamuzi ya mahakimu hawa wawili, ijtihadi yake kadhi itakuwa haina nafasi, na ni wajibu kadhi apitishe maamuzi ambayo yamepitishwa na wale mahakimu wawili. Ama itakapotokea khilafu baina ya hawa mahakimu wawili, sasa hakimu na hakimu wao wenyewe hawakuelewana katika hukumu, walam yattafiqa shay'un fi shay'in, hawakuwafikiana hawa mahakimu wawili katika jambo, katika kusuluhisha au kuachanisha. Pengine mmoja anaona bora kwa hali hii tuwaachanishe, na mwingine akaona kwa hali hii bora tuwasuluhishe, ibakie sulhu ipo baina yao. Kwa hiyo mahakimu wenyewe wakigombana, wakikhtalifiana, fawadhifatul qadhi hinaha, hapa wao wenyewe mahakimu wale wanatakiwa wapeleke ile hukumu, wapeleke matokeo yao walioyapata kwa kadhi vile vile, na kadhi wakati huu jukumu lake litakuwa ni kuwauzulu mahakimu hawa wawili, kwa maana kadhi yeye kuwaondoa mahakimu hawa wawili, wasuluhishi hawa wawili, wayuayinu hakamaini, kisha ataenda kuchagua tena mahakimu wawili akharaini ambao ni wengine, badalahuma, badala ya mahakimu hawa ambao wameshindwa kufikia maafikiano. Hivi mpaka pindi itakapopatikana muwafaka juu ya mahakimu hawa wawili, fayunafidha alqadhi hukmahuma, ili aje kupitisha kadhi hukumu ya mahakimu wawili ambao wao wamewafikiana katika jambo. Kwa maana lau kama mahakimu na wao itafikia hatua hawakuweza kuwafikiana katika hukumu, kadhi atawaondoa mahakimu hawa wawili na kuwauzulu na kuenda kutafuta mahakimu wengine kuja kuitengeneza ndoa au kuachanisha, na kadhi kuja kupitisha maamuzi ambayo yatafikiwa kwa pamoja yaliyofikiwa na hawa mahakimu wawili. Tukitambua haya yaliyopita, tukishaelewa masala haya ambayo tumeyataja hapa nyuma, ni wajibu kuweza kuitambua sisi aina ya talaka ambayo itatuka kwa kuachanisha mahakimu wawili, kuachanisha wanandoa hawa wawili kwa sababu ya magomvi yaliyopo baina yao. Ni ipi talaka ambayo inatuka? Je, ni talaka moja au ni talaka mbili au tatu? Je, ni talaka bain au ni talaka ya rejea? Maana ni talaka isiyo ya rejea iliyokuwa kubwa au ndogo, au ni talaka ya rejea? Wanawachuoni wanasema inna talaqa alladhi yaqa bitatliki alhakamaini, talaka ambayo inatuka kwa sababu ya kuachanisha hawa mahakimu wawili, kuachanisha wanandoa wawili bisababi shiqaq, kwa sababu ya magomvi ambayo yapo baina yao, talqatan wahida, hii ni talaka moja baina, lakini talaka yenyewe sio ya rejea. Ni talaka moja ambayo sio ya rejea, kwa maana ni bainuna sughra, ni ile bainuna sughra. Na tulisema talaka bainuna sughra ni talaka ambayo mwanamume hana nafasi ya kuweza kumrejea mkewe, isipokuwa kupatikane ndoa mpya, mahari mapya na ridhaa mpya, hata kama mwanamke huyu hajaenda kuolewa na mwanamume mwingine. Ni sawa sawa na mtu aliyemuacha mkewe talaka moja na akamuacha mpaka talaka ile ikamaliza eda yake, kwa maana eda ikamaliza. Ikishamaliza mwanamke huyu hutatakiwa wewe kumrejea tena, kwa sababu eda tayari imemalizika. Unatakiwa umuoe upya kwa mahari mapya,
pamoja na ridhaa mpya. Hii ndiyo talaka ambayo itatuka kwa wao, ni talaka iliyokuwa bain, talaka moja lakini bain, kwa maana mwanamume hata mpata tena kumrejea mwanamke huyu isipokuwa kwa ndoa mpya na ridhaa mpya, lakini pia na mahari mapya. Wa in auqa alhakamani talaqataini au thalatha, na je hali hii itakuwa ndivyo ilivyo hata kama mahakimu hawa wakitoa talaka 3 au 2, kwa maana katika hukumu yao wakaona tuwaachanishe talaka 2 au tuwaachanishe talaka 3, itatuka ile ile moja? Naam, wanawachuoni wanasema itatuka hiyo hiyo talaka moja hata kama mahakimu wametoa talaka 2 na talaka 3, haitatuka isipokuwa talaka moja tu. Na sawa sawa ikiwa kuwaachanisha kwao wamewaachanisha kwa talaka ya kawaida, kwa maana wakatoa talaka ya kawaida, au wamewaachanisha kwa badala khulu, kwa maana kwa kununua mwanamke talaka. Na sawa sawa ikiwa kuteuliwa kwao mahakimu hawa wameteuliwa na kadhi, au mahakimu hawa wameteuliwa na wale wanandoa wawili, kwa maana wanandoa wenyewe ndio walioamua kutafuta mahakimu hawa wawili kuja kuwasuluhisha, na wakawapa ruksa kama mkifikia, ikiwa ndoa hii mmeona haina makubaliano, sisi tunawapa ruksa mtu achanishe. Sasa haijalishi ya kwamba hakimu huyu au mahakimu hawa wameteuliwa na hawa wanandoa au wameteuliwa ni kadhi mwenyewe, kwa namna yoyote talaka watakayoitoa mahakimu hawa itakuwa ni talaka moja ambayo ni bain kwa mfumo huu. Baada ya hapo tuje tuangalie nafasi nyingine au aina ya talaka nyingine ambayo inamhusu kadhi talaka hii, nayo ni talaka ya kadhi lisui almuashara, kwa mahusiano yaliyokuwa mabaya. Tumepata katika talaka iliyopita ni talaka ambayo anaitoa kadhi kwa sababu ya magomvi yaliyopo baina ya mke na mume, kutokuelewana kati ya mke na mume. Talaka hile tumeona ya kwamba kadhi hana nafasi ya kutoa talaka yeye kama kadhi. Kadhi hana fursa, hajapewa nafasi hiyo ya kuwaachanisha wanandoa wawili yeye kama yeye, bali yeye jukumu lake ni kuteua mahakamu wawili, yeye ni kuteua wasuluhishi wawili, halafu hawa wasuluhishi wawili ndio watakaoleta, ikiwa kama kutakuwa na sulhu fabiha wa neema, ndivyo inavyotakikana, na ikiwa kama hakutakuwa na sulhu, wao wakaamua mahakamu hawa wawili wawaachanishe wanandoa hawa wawili, watawaachanisha wao, na kadhi ni kuja kupitisha hukumu ambayo imetolewa na mahakamu hawa wawili, kwa maana kadhi hana nafasi ya kumwachanisha mke na mume kwa sababu ya magomvi yaliyopo baina ya mke na mume, bali mahakam wasuluhishi wale walioteuliwa kuja kuisimamia ndoa ndio waliokuwa na nafasi ya kuivunja hii ndoa, na kadhi yeye ni mpitishaji tu wa hukumu hile. Hili liwe makini na tulitambue kwa pamoja ili tuweze kuijua nini nafasi ya kadhi katika kusimamia ndoa ambayo ina magomvi kati ya mke na mume. Sasa tunaenda kuzungumzia nafasi nyingine, nayo ni talaka ya kadhi anayoitoa talaka hii kwa sababu ya mahusiano yaliyokuwa mabaya kati ya mke na mume. Tunajua ya kwamba katika jambo la wajibu la wanandoa wawili, ayuashira kullu wahidin minhuma ghairahu bihusni muasharatan, ni wajibu kuishi na kuamiliana kila mmoja miongoni mwa wanandoa hawa wawili, kuishi na mwenzake kila mmoja kwa maisha yaliyokuwa mazuri, kwa maana kila mmoja anatakiwa aishi na mwenziwe, amtendee mwenziwe matendo yaliyokuwa mazuri, muamala uliokuwa mzuri. Wa ikhlasi kulli wahidin minhuma, na kuwe na ikhlasi kwa kila mmoja katika wawili hawa, ala al-akhar, kumfanyia ikhlasi mwenziwe, fi sirrihi wa alaniyatihi, katika hali yake ya siri lakini pia hali yake ya dhahiri. Kwa maana mwanamke anatakiwa amtendee mazuri mumewe
katika siri yake na katika dhahiri yake. Lakini pia mwanamume amtendee mazuri mkewe katika siri yake na katika dhahiri yake. Litakuna hina hayatuhuma hania. Haya yote yanafanywa ili maisha yao yawe ni mazuri, na pia wayanjadhiba ilayhima asbabul ishra bil ma'rufi, kupatikane mvuto wa zile sababu za wao kuishi maisha yaliyokuwa mazuri, kila mmoja kuishi na mwenzake maisha yale ya uke na mume, hasa ambayo yametakiwa kuishi mke na mume katika maisha hayo. Katika hili tunaikuta sheria ya Kiislamu imempa mume haki ya kuweza kumwadabisha mkewe pindi mwanamke atakapokuwa na maamiliano mabaya kwa upande wa mumewe, ili aweze mume huyu kumzuia mkewe kutokana na maisha haya yaliyokuwa mabaya ambayo anaamiliana nayo. Kwa maana Uislamu umempa nafasi mwanamume kuweza kumwadabisha mwanamke pindi endapo mwanamke atakuwa anamfanyia matendo yaliyokuwa mabaya mumewe. Nayo ni katika hatua ambazo tuliwahi kuzitaja kabla ya kutoa talaka. Kuna hatua ambazo mwanamume anatakiwa kuzifuata, miongoni mwake adharbu, ni kuweza kumpiga mkewe pindi endapo mke huyu hakuwa ni msikivu kwa yale ambayo mumewe atakuwa anamuamrisha na kumuelekeza yaliyokuwa ya kisheria. Pamoja na hayo, wanawachuoni wamekubaliana juu ya uharamu wa mwanamume kumpiga mkewe pigo ambalo litakuwa lina madhara kwa mwanamke. Yani hata kama ikitolewa ruksa ya kwamba mwanamume anayo ruksa ya kumpiga mkewe katika hali ya kumwadabisha, lakini wanawachuoni wamekubaliana wote kwa pamoja ya kwamba ni haramu kwa mwanamume kumpiga mkewe pigo ambalo litakuwa lina madhara, kama pigo ambalo litamtoa alama au pigo ambalo litampelekea maumivu yaliyokuwa makali au maumivu ambayo yana madhara kwake yule mwanamke. Na vile vile ni haramu kwa mwanamume kisheria an yamtani'a, kujizuia min ita'i zawjatihi haqqaha, kumpa mke haki zake. Kwa maana mwanamume pia naye atakuwa ni haramu kwake yeye kujizuia kumpa haki zake mke wake. Kwa mfano, an-nafaqa, matumizi ya lazima. Ni haramu kwa mwanamume kujizuia kumpa mkewe matumizi ya lazima. Na hapa hatuangalii hali ya mwanamke au hali ya mwanamume. Sisi tunachokijua ni kwamba mwanamume anatakiwa kumhudumia mwanamke kwa hali yoyote miongoni mwa hali, sawa sawa mwanamke akiwa nacho au mwanamke hana, sawa sawa mwanamke akiwa tajiri au akiwa ni maskini. Mwanamume jukumu lake ni kusimamia kumpa matumizi mkewe yale matumizi yaliyokuwa ya lazima. Wal qasmu, lakini pia zamu. Ikiwa mwanamume huyu ana wanawake zaidi ya mmoja, ana wake zaidi ya mmoja, ni wajibu kwake yeye mwanamume huyu kutoa zamu kwa mkewe bila ya kupunja, bila ya kupendelea upande mmoja au upande mwingine katika masala ya zamu. Wa husnu almuashara, lakini pia tunakuja katika nafasi yetu, maamiliano, maisha yaliyokuwa mazuri, yani uamiliane na mkeo muamala uliokuwa mzuri, mahusiano yaliyokuwa mazuri. Kwa maana unatakiwa uwe wewe mwanamke huyu una mahusiano naye, mahusiano yaliyokuwa mazuri. Kwa hivyo atakapofanya chochote miongoni mwa vitu ambavyo vinazingatiwa ni kinyume na hivi, mwanamume atahesabika wakati huu kuwa ni dhalim. Na katika hali hii tutauliza, pindi atakapomfanyia dhulma mwanamume kumfanyia dhulma mkewe au kumfanyia jeuri mkewe, je, ni haki kwa mwanamke huyu aende kwa kadhi na aombe kumuomba kadhi amuachanishe na mwanamume huyu? Kwa maana mwanamume pindi endapo akawa anamdhulumu mkewe katika kumpa matumizi au kumgawanyia siku au pengine maamiliano yake na mkewe, haishi na mkewe kwa maisha yaliyokuwa mazuri, hampi ule ushirikiano uliokuwa mzuri wa kimaisha mkewe, je, anayo nafasi mwanamke kwenda
kwa kadhi na kumuomba kadhi amuachanishe na mkewe na mumewe, katika hili wanawachuoni wamelizungumzia katika nyanja mbili. Nyanja ya kwanza, mwanamke ambaye yuko na hali hii, yajuzu alaiha, mwanamke ambaye yajuru alaiha zawjuha, anafanyiwa jeuri, anafanyiwa dhulma na mumewe katika kumpiga au katika matumizi au kumgawanyia siku na mfano wa hayo, la yajuzu laha mutalabatu talaq, haifai kwa mwanamke huyu kwenda kwa kadhi kuomba talaka. Kwa maana mwanamke ambaye anafanyiwa dhulma, anafanyiwa jeuri na mumewe, kwa mfano hagaiwi siku zake kama inavyopaswa kugaiwa siku zake, kwa mfano hapewi matumizi kama ambavyo inapaswa mwanamke yule apewe matumizi, kwa mfano mwanamke ambaye yeye huyu huwa anapigwa na mumewe, mapigo ambayo ni yale yaliyoharamishwa na sheria. Kwa maana mwanamume ambaye atakuwa anampiga mwanamke ovyo ovyo, kipigo kilichokuwa hakina utaratibu katika utaratibu ule uliowekwa na Kiislamu na Uislamu, je, mwanamke huyu ndiyo anatakiwa kwenda kwa kadhi, kwenda kuomba talaka, aachanishwe na mumewe? Wanasema wanawachuoni, hana ruksa na hana nafasi mwanamke huyu kwenda kwa kadhi na kuomba talaka kutoka kwa kadhi. Bali walichokizungumza wanawachuoni, wanasema tatlubu min alqadhi an yanhahu au an yunhiyahu, ataenda kumuomba kadhi ampe onyo, amkataze mwanaume huyu, amma tashku minhu, kwa kile ambacho anamfanyia huyu mkewe. Kwa maana mwanamke ataenda kwa kadhi kwenda kumuomba kadhi, sio kwenda kumuomba talaka, sio kwenda kumwambia kadhi naomba uniachanishe na mwanaume huyu, hapana. Bali yeye jukumu lake ni kwenda kwa kadhi na kumuomba kadhi amzuie au amuadabishe, amkataze mume wake juu ya tabia hii ambayo yeye anamfanyia. Lakini pia wayuazirahu, amfanyie taaziri, yani kwa maana mwanamume pia naye aadabishwe kutokana na tabia hizi na matendo haya ambayo anamfanyia mkewe. Kwa maana mwanamke ana nafasi mbili, basi hana nafasi ya tatu katika mazungumzo haya waliyozungumza hawa na wachuoni. Mwanamke anayetendewa dhulma katika kupigwa au matumizi au kugaiwa siku, akienda kwa kadhi, anaenda kuomba mambo mawili au anaenda kuomba moja ya mambo mawili. Jambo la kwanza ni kumuomba kadhi amzuie mmewe asiweze kumtendea matendo haya yaliyokuwa mabaya, na jambo la pili ni kumuomba kadhi amuadabishe mumewe kutokana na matendo haya ambayo yeye anamtendea huyu mwanamke. Na ipi nafasi ya kadhi kwa wakati huu? Tayari mwanamke kashaleta mashtaka yake kwa kadhi ya kwamba anapewa hii dhulma, anapata dhulma kutoka kwa mumewe kwa namna moja ama nyingine. Nafasi yake kadhi ni ipi? Kadhi kwa nafasi yake, yajibu alaihi, ni wajibu kwa kadhi, an yunhiyahu, amkataze mwanamume matendo ambayo anamtendea mkewe. Kwa hali ya kwanza, kadhi anatakiwa ampige marufuku na kumzuia mwanamume huyu kumdhulumu mkewe kwa namna moja ama nyingine. Wayaidhuhu, kadhi atoe mawaidha kumpa mwanamume. Wayamuruhu bihusni almuashara, na amuamrishe aamiliane na mkewe kwa maamiliano yaliyokuwa mazuri. Amuamrishe aishi pamoja na mkewe kwa maisha yaliyokuwa mazuri bila ya dhulma, na pia amuamrishe kumpa mwanamke yule haki yake. Kadhi wadhifa wake ni kumuwaidhi mwanamume huyu, kwanza ni kumkataza mwanamume huyu na kumpa mawaidha, lakini pia kumuamrisha aishi na mkewe kwa maisha yaliyokuwa ni maisha yanayotakiwa katika dini, lakini pia ampe haki. Fa ininzajara fabiha wa neema, mwanamume huyu ikiwa atakemeka, ikiwa ataacha tabia mbaya alizokuwa nazo na kuishi na mumewe na kuishi na mkewe kwa maamiliano yaliyokuwa mazuri kama alivyoamriwa na kadhi, basi hili ndilo linalotakikana.
wa illa, na kama hakujikemea na kama hakuacha tabia ile ambayo alikuwa nayo anamfanyia mkewe, fa innal qadhi yu'azziruhu, qadhi wakati huu atamuadabisha huyu mwanamme. Na qadhi atamuadabisha mwanamme bima yarahu zajiran lahu, kwa adabu ambayo anaiona ni kemeo kwake yeye. Kwa maana adabu ambayo ataipata mwanamume kutoka kwa kadhi, ikiwa hakujizuia, ameshaamrishwa na kadhi kwamba usimdhulumu mwanamke huyu, usimpige mwanamke huyu, mapigo ambayo hayapo kisheria, na yeye akaendelea kumpiga mwanamke, kadhi ni wajibu wake sasa kumpa adabu ya taaziri huyu mwanamume. Taaziri yenyewe inakuwa ni kwa mujibu wa anavyoona yeye kadhi, ima kwa kumlipisha, kumpiga faini, au kwa namna moja miongoni mwa namna ya zile taaziri. Wala yahbisahu, lakini hatafikia taaziri ya kuweza kumfunga. Kwa maana ipo taaziri, kadhi anao uwezo wa kumfunga mtu ambaye hayupo katika kuifuata taratibu. Adabu ambazo anatakiwa kumpa kadhi, kumpa kuna yeye adabu ya kumlipisha, au kuna adabu nyingine kadhi. Hatua ya pili ni kukichukua